Mimi kwa majina naitwa Askofu Esau Christopher Kahwili, ambaye nimeingia katika huduma au wito huu wa uaskofu wa Diocese of Southwest Tanganyika tangu tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Katika kuanza wito wangu huu wa uaskofu katika Diocese ya Southwest Tanganyika, mbele yangu au kabla yangu kuna maaskofu takribani 8 walionitangulia, na mimi nimekuja kupokea kwa askofu mtangulizi wangu Mhashamu Matthew Wilfred Mhagama. Na katika mnyororo huo wa maaskofu wote ambao wamenitangulia, yako mambo mengi ambayo nimeshuhudia yakiwa yamefanywa nao, lakini kipekee zaidi kuna mambo kadha makubwa ambayo nayakumbuka katika maaskofu hao ambayo yamefanyika, ambayo imekuwa alama hata leo hii. Mojawapo ni kazi kubwa ambazo amezifanya Askofu Charles Mwaigoga, askofu ambaye amefanya makubwa sana, na moja ya alama isiyofutika ukifika katika Cathedral ya Njombe ni ofisi za diocese. Ofisi za diocese ambazo tunazo leo ni alama ambayo Charles Mwaigoga ameiacha. Lakini pia kuna mambo ambayo yamefanywa mengi ambayo hayafutiki pia na hayatafutika. Yamefanywa na mtangulizi wangu Mhashamu Matthew Wilfred Mhagama. Mojawapo ni center ya Milo Mission, lakini pia ametujengea kituo cha watoto yatima kinachoitwa Luhuvilo Sayuni kule karibu na center ya Masista. Lakini pia amejenga kitega uchumi Micro City Mji Mwema, ambapo tayari kimeshaanza kuingiza fedha kama ni kiasi cha kutunisha mfuko wa diocese. Hivi na vinginevyo ambavyo pia aliweza kutanua wigo wa kujenga kiuchumi katika maeneo tofauti, akiwa ameanzia Ludewa kanisa kuu, ambapo kuna milango takriban 5 ya biashara. Hivyo pia ni alama ambayo haiwezi kufutika, sababu ni kitu ambacho hakihamishiki. Kwa hiyo mbali na majengo au vyanzo vya majengo mbalimbali, lakini pia alikuwa amefanya kazi kubwa mno ya kununua rasilimali isiyohamishika, ardhi. Amefungua pia mashamba ya parachichi kule Utalingolo, ambapo yanaendelea kulelewa mpaka sasa, na vitu vingine vingi ambavyo hapa sijavitaja, lakini tunamkumbuka sana na tutaendelea kumkumbuka sana, ambavyo katika hivyo ndivyo ambavyo nimevipokea mikononi mwake. Lakini pia kuna mambo ambayo yapo kwenye mipango ambayo pia ni miradi mikubwa. Mojawapo ya mradi mkubwa ambao nitauendeleza ni kitega uchumi cha mfuko wa kustaafu wa makasisi, ambalo ni jengo la hosteli lenye ghorofa 3 ambalo limewekwa jiwe la msingi hivi majuzi tulipokuwa tunaelekea kwenye tukio hili la kuwekwa wakfu. Lakini pia kuna awamu ya pili ya ujenzi wa nyumba 6 kule Micro City Mji Mwema, ambazo pia ni shughuli ambazo zipo mikononi mwangu sasa, natakiwa kuziendeleza. Na mimi naahidi kabisa ya kwamba nitatia nguvu yangu kubwa sana kuhakikisha kwamba rasilimali zile ambazo ameziacha mtangulizi wangu zinalindwa, lakini pia zinaendelezwa, ili tuweze kufikia dira ile ambayo ilikuwa imekusudiwa kuweza kufikia. Lakini pia pamoja na kuendeleza shughuli ambazo zipo, bado na mimi nilikuwa na maono yangu. Kuna vitu ambavyo tayari nina mzigo navyo kuvifanya. Moja wapo ni uinjilisti katika maeneo yale ambayo yana uhitaji wa kuweza kueneza Injili au kusambaza, kupanda makanisa. Mojawapo mitaa kama hiyo yenye uhitaji mkubwa sana katika mkoa wetu ni wilaya ya Makete.
wilaya Makete ina uhitaji mkubwa mno wa kuweza kupanda makanisa ya Kianglikana kule. Lakini pia pamoja na sambamba na masuala ya uinjilisti, lakini nimekusudia kufanya mikutano mikubwa ya uamsho ili kuwajenga watu kiroho. Si hivyo tu, lakini mikutano ambayo itaambatana na tathmini ya zao lake linalotokea, ili kuhakikisha kwamba mikutano hiyo inapovuna watu wale ambao ni mavuno ya hiyo mikutano wanaendelea, badala ya kufanya mikutano ambayo haina tathmini na kwa hiyo kupoteza gharama pasipo sababu. Lazima tupoteze sadaka za watu, tutumie sadaka za watu ambazo zinatija, kwa maana ya kufanya tathmini na kuhakikisha kwamba wale wanaopatikana kutokana na mazao ya mikutano hiyo wanalelewa vizuri na kanisa linaweza kuongezeka. Kundi lingine la muhimu sana ambalo nina mzigo nalo ni kundi la vijana ambalo linaishi kwenye zama ambazo kwa kweli kizazi kimeharibika, maadili yamepotea. Ni mzigo mkubwa ambao nimeuchukulia umaanani mkubwa sana, na kwa bahati nzuri sana, kabla hata sijaweza kufika kwenye nafasi ya uaskofu, nilishaandaa programu ya kuweza kuandaa semina mbalimbali kwa ajili ya kuwafundisha vijana, kuandaa vijana wadogo wanaoelekea utu uzima, ili waweze kuanza maisha yao ya utu uzima au ya familia au ya ndoa wakiwa wanaujua ulimwengu wa wanandoa. Hilo limelenga kupunguza ongezeko la watoto wanaoishi na mzazi mmoja, kwa sababu vijana wasipolelewa vizuri na kupata maadili na kuandaa wanapoelekea utu uzima, ina maana ya kwamba watazaa watoto wasio na wazazi wote wawili. Matokeo yake watoto wanaotokea watakosa mahitaji ya msingi, kwa mfano elimu, na kuishia tu kulelewa na bibi, shangazi au mjomba. Sasa watoto kulelewa na ndugu au walezi wengine inategemea na uwezo huyo mtu anayemlea. Na maana kama hana uwezo wa kiuchumi, huyo mtu atasoma kwa tabu na pengine asisome kabisa. Kwa hiyo nitatia nguvu hiyo kuelimisha vijana. Lakini pia ndoa zenyewe ambazo tayari zimesha kuwepo, zinaendelea na maisha, lazima zipate mafundisho ili kurekebisha changamoto ambazo wanapambana nazo. Hayo ni mambo ya msingi makubwa ambayo sasa nitatia nguvu kuhakikisha kwamba semina zinafundishwa, watu wanaelimishwa, ili tupate vijana walio bora, tupate kanisa lililo bora na ndoa zilizo imara. Huo ndio mtazamo wangu. Bii yake ya mtazamo huu, nimekusudia kujenga shule. Shule hii kipaumbele chake itakuwa ni juu ya hao watoto ambao sasa wanalelewa na mzazi mmoja, ili waweze kupata elimu ambayo wamekosa kutoka kwa wazazi wao. Kwa kupitia hiyo shule hiyo itaweka kipaumbele kupokea hao walio kwenye mazingira hayo magumu, ambao hawana uhakika kupata elimu. Tutawapokea na kuwasaidia kuweza kuwapa na ada ya nafuu sana ambayo inabebeka, ili waweze kufanya nini? Waweze kufikia ndoto zao. Lakini pia sio kwamba itakuwa na tabaka moja, lakini tutapokea wanafunzi wote wa dini zote, lakini kipaumbele wale ambao wanaishi na mzazi mmoja kutokana na sababu mbalimbali, ama kufiwa au kutengana wazazi wao, au pengine mabinti kuweza kuzalia nyumbani. Sasa kwa kufanya hivyo, kama kanisa tutakuwa tumeshiriki kwa kiasi kikubwa sana kuweza kupambana na tatizo hili na kuweza kukiokoa kizazi hicho ambacho pengine sasa kinaweza kupoteza ndoto zao, wasiweze kufanikiwa katika maisha yao. Haya ndio baadhi ya mambo ya msingi ambayo nina mzigo nayo, nitakwenda kuyafanyia kazi vilivyo. Naamini kwa ushirikiano wa wadau na wadau wengine wataweza kuniunga mkono kiasi kwamba ndoto hizi zikaweza kufikia lengo, na hatimaye kwa kushirikiana na serikali, wadau wengine, mashirika, taasisi mbalimbali ambazo zitawiwa au zitaona mzigo wa kuweza kuunga mkono katika hili jambo, tutafika mahali pa kuweza kusaidia kizazi hiki cha kundi hili maalum. Asante sana na Mungu atubariki sana. Amen. Kimsingi mwaka huu kwangu 2026 ni mwaka wa historia kubwa. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu nafasi hii ambayo ninayo, nimeianza sasa, si wazo ambalo limedumu pengine takriban zaidi ya miezi mitatu.
ni wazo ambalo limekuja au limenifikia, au wajibu huu umenifikia ndani ya miezi miwili kabla ya kuingia kazini. Nilijua mwaka huu kwamba tuna uchaguzi, lakini huwezi kujua Mungu atafanya nini kwa nani. Ndio maana nasema kwamba sikuwa na 100% kwamba linaweza likatokea jambo kama hili katika huu mwaka. Ni kwa sababu Mungu anamchagua anayemtaka. Kwa hiyo nilifahamu kabisa kwamba tuna uchaguzi, na pengine miongoni mwa sifa za watu kuingia kwenye mchakato pengine na mimi naweza nikawemo, lakini kwamba niwe na 100% kwamba mimi naweza nikawa hapo, sikuwa na mawazo hayo. Lakini sisi sote kama tulivyowaza kama kanisa ni kwamba Mungu mwenyewe ndiye atakayeamua nani ataweza kumpa nafasi kama hii. Sasa ilipofika kwenye uhalisia ya kwamba tayari nimeshachaguliwa kuwa askofu wa 9 wa Diocese ya Southwest Tanganyika, kwangu ilikuwa ni jambo ambalo limechukua muda kadhaa kuamini kwamba ni kweli inavyotangazwa ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kwa wakati ule ule matokeo yalipotangazwa, sikuamini 100% kama wengine walivyokuwa. Ni kwa sababu mimi ndio nimelipokea lile swala, kwa hiyo nilichelewa kidogo kuamini, lakini baadaye nilikuja kuamini kwamba sasa kweli nimepata nafasi ya kuweza kuwekwa katika nafasi hii kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Hisia na mawazo yaliyokuja katika kupokea huu wito kwangu mimi, nilivyopata nafasi ya kutafakari juu ya wito wa kuitwa na Mungu, baadaye Roho wa Mungu aliniambia nafasi hii ni nafasi ambayo imetoka kwa Mungu, na niipokee kama nilivyopokea kwenye daraja la ukasisi, kwa sababu jambo ni lile lile, kuitwa ni kule kule, na mhitaji ni yule yule, isipokuwa nafasi ya utendaji inaongezeka. Kwa hiyo ndio hicho nilichopata majibu kwamba mtoa nafasi hizi au mtu anayeweka mtu kwenye nafasi kama hizi ni Mungu, ni yule yule. Kwa hiyo aliyeniweka kwenye uchungaji au kwenye ukasisi ni Mungu yule yule, hajabadilika, na huyu ambaye ameniita katika nafasi ya waskofu ni yule yule. Kwa hiyo hapo sikupata shida, nikasema basi wewe Mungu uliyeniweka kwenye nafasi hii, uliyeniweka katika nafasi ya ukasisi na umeniweka kwenye nafasi hii, nitashirikiana pamoja na wewe. Ninaamini kabisa wewe una kusudi, na kwa uongozi wako nitafanya kile ambacho Mungu utaniongoza. Kwa hiyo mpaka sasa ninavyozungumza nina ujasiri wa kweli ambao unatokana na ushuhuda ambao uko ndani ya moyo wangu. Mungu amenihakikishia kwamba yeye ndiye atakayeniwezesha, na mimi namtazama yeye aliyeniita, kwa kushirikiana na watu ambao tumeshirikiana katika huu mchakato, watu wake mwenyewe, tutafanya yote ambayo Mungu atatupa ufunuo tufanye kwa faida ya kanisa lake. Kwa kweli ningependa kutoa wito kwa waumini wote wa Diocese ya Southwest Tanganyika, wale ambao pengine kwa namna moja au nyingine hawakuweza kubahatika kuweza kufika kwenye siku ya kuwekwa wakfu hapa, niseme ya kwamba mimi niko pamoja na waumini wote kufanya kazi ambayo Diocese yetu ya Southwest Tanganyika inakusudia. Ni matarajio yangu ya kwamba kila muumini anataka kuona Diocese inasonga mbele na sio kurudi nyuma, na wala sio kubaki pale pale ilipo. Ni matarajio yangu kwamba kila mtu ana kiu ya maendeleo. Kama ni hivyo, niombe kila mtu ahakikishe ananyosha mkono wake kwa namna moja au nyingine ambavyo anaona atasapoti maendeleo ya kimwili na kiroho yatakayofanywa na maono ya Diocese hii, ili tuweze kufika mahali ambapo tunakusudia kufika. Na amini kabisa watu wote tutashirikiana kwa umoja vizuri bila kurudi nyuma, na singependa mtu akamwiga mtu ambaye ni mpinga maendeleo. Ni vizuri mtu tukashikamana kushauriana kusonga mbele na wale ambao wana nia njema na Diocese. Niombe sisi sote tuimbe wimbo mmoja, maendeleo ya kanisa kimwili na kiroho. Nguvu moja, tusonge mbele. Mungu wetu anatuwazia mema. Mungu wetu anataka tumheshimishe. Mungu wetu anataka tumuinue kwa njia ya kufanya kazi. Waumini wote tufanye kazi kwa bidii. Kazi ndizo zitazotufanya sisi tuwe na uchumi mzuri, na familia tukifanya kazi kwa bidii
tukawa na uchumi mzuri, ina maana hata maendeleo tunayokusudia yatafanikiwa, kwa sababu pale tutakapohitaji kuchangia shughuli za maendeleo, watu watachangia vizuri, kwa sababu wana uchumi mzuri na wanajua kufanya kazi. Na niahidi ya kwamba nitamtumia vizuri sana afisa maendeleo wetu wa diocese kuhakikisha anashirikiana na kamati za maendeleo za mitaa, ili kuhakikisha kwamba miradi yote ambayo inaendeshwa kwenye mitaa inaendeshwa katika kiwango kinachotarajiwa, na lazima kila mradi uwe na tija kwa kanisa. Kwa kufanya hivyo, naamini tutasogea sana. Tukishikamana pamoja, wote tukiwa na wazo moja, tunaweza tukachukua muda mfupi sana wa kuona mwanga tunaotarajia kuona. Nitashirikiana pia na wataalamu wengine, sio walio ndani tu ya diocese, lakini hata wataalamu wengine, kushirikiana na serikali ambao tunafikiri kwamba wanaweza kutoa mchango mkubwa wa maendeleo ya kanisa letu, kuhakikisha kwamba nao wanatoa mchango wao, ili tuweze kupata wataalamu, kupata ushauri katika miradi ambayo inaibuliwa, na waumini wasiwe na wigo mdogo wa kuangalia wao kama walivyo. Kanisa na vipawa vingi, tuna wataalamu wengi makanisani wa kila fani, watumike. Napokuwa na vikao, alikeni wataalamu ili waweze kutoa ushauri katika yale maono ambayo mnafikiria, ili tufanye kwa kiwango ambacho kinastahili kwa manufaa ya maendeleo ya diocese yetu. Askofu Esau Christopher Kahwiri ni mzaliwa wa kijiji cha Magoda, kata ya Uwemba, wilaya ya Njombe, mkoa wa Njombe. Mimi nimezaliwa mwaka 1971. Elimu ya msingi nimesoma shule ya msingi Magoda, na baada ya kuhitimu nilibahatika kuweza kuitwa kwenye huduma hii ya utumishi wa Mungu kama mwimbaji. Na nilikuwa napenda sana kuimba, mpaka sasa bado napenda sana kuimba. Kwa hiyo humo ndimo ambapo uliongezeka wito mwingine sasa wa kuwa mwinjilisti au mwalimu wa dini. Nikaitwa, nikaanza kumtumikia Mungu kama mwalimu wa dini. Nimeendelea na hiyo huduma, lakini ilipofika mwaka 1998 ndipo ambapo sasa nilipata bahati ya kuchaguliwa sasa kuongeza elimu. Wakati huo nikiwa mwalimu sikuwa na elimu yoyote ya kitaaluma ya theolojia, lakini mwaka 98 basi kwa neema ya Mungu nilipata bahati ya kupata masomo ya theolojia ya uinjilisti kwenye chuo cha majirani zetu wa KKKT pale Kidugara. Kwa hiyo baada ya hapo miaka mitatu nikapata ile kozi, na baada ya hapo wakati huo nilikuwa nimeshaoa tayari, nina familia. Kwa hiyo nilipomaliza ile kozi ya uinjilisti pale Kidugara, nikarudi kwa ajili ya kupata elimu ya sekondari Venite Secondary School ambayo inapatikana kata ya Mji Mwema. Kwa hiyo nikasoma pale. Nilipomaliza na kufanya mtihani wangu wa form 4, nikajiunga na elimu ya advance Mtwango Secondary School. Nikasoma pale miaka yangu miwili nikamaliza. Baada ya pale nilipata ushauri kwa kasisi wangu, kiongozi wa mtaa, Canon Mako Mafuta ambaye sasa ni mstaafu. Akanishauri nifanye mtihani niongeze elimu ya diploma ya theolojia katika chuo chetu cha St. Mark kule Dar es Salaam. Kwa hiyo bahati nzuri Mungu kwa neema yake basi akaniwezesha kupata nafasi ya kuweza kuongeza elimu ya theolojia ya diploma, ngazi ya diploma St. Mark's Dar es Salaam kwa miaka mitatu. Baada ya hapo ya kumaliza, nilipata bahati pia ya kupata elimu ya juu, shahada ya theolojia na elimu kwa ufadhili wa chama cha CMS Australia. Kwa hiyo mwaka 2014 ndipo nilipoanza masomo ya shahada ya kwanza ya theolojia na elimu. Mpaka 2016 nikawa nimehitimu. Na namshukuru Mungu kwa neema yake, nimepata daraja ya ushemasi na ukasisi nikiwa masomoni. Na wakati wote nikawa naendelea, tayari ni kasisi, tayari pia ni shemasi. Na baada ya kuhitimu mwaka 2016 nilirudi sasa kwenye diocese yetu ya Southwest Tanganyika kuanza kazi rasmi kwenye kituo rasmi, na kwa mara ya kwanza
huduma yangu nimeanzia shule ya sekondari Mbogamo kama chaplain. Lakini wakati huo nilipewa kigango ambacho kipo jirani, ambacho sasa kinaitwa mtaa wa Galilaya. Wakati huo kilikuwa sio mtaa, kilikuwa ni kigango, lakini kakilea na kuandaa kuwa mtaa. Kwa hiyo nimeishi nikifanya kazi hizo sehemu mbili, nikiwa kasisi wa mtaa, kasisi wa kulea hicho kigango, lakini pia ni chaplain wa shule ya sekondari Mbogamo kwa miaka 5. Kwa hiyo ndani ya miaka hiyo 5 niliweza kufikisha kile kigango kuwa mtaa kamili. Na baada ya miaka hiyo 5 nikapata uhamisho wa kwenda mtaa wa Milo Ludewa. Kule nilienda kushika nafasi 2 kama kawaida, kama nilivyofanya nikiwa pale Mbogamo sekondari. Nikawa nahudumia kama kasisi wa mtaa wa Milo, lakini wakati huo nikawa mkuu wa chuo cha Biblia pale Milo kwa miaka 2. Baada ya hapo nikahama nikaenda mtaa wa Makete wilaya ya Ludewa 2023 na 2024. Hapo kwenye mtaa wa Makete ni wilaya ya Makete. Yeah. Unasema Ludewa. Ile kwenye mtaa wa Makete. Yeah. Yeah. Nilihama kutoka mtaa wakati nahama kutoka mtaa wa Milo nikahamia mtaa wa Makete, wilaya ya Makete, ambapo ilikuwa 2024 na 2025, miaka 2 kamili nimemaliza, na sasa nimeondoka kule mwezi huu wa 8 2026. Ni kama nimehudumia kule miaka 2 na miezi kama 7 hivi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninapofika hivi mnaniona kwenye nafasi ya uaskofu, nimetokea mtaa wa Makete, wilaya ya Makete, kwa Njombe. Nipende kutoa baraka zangu kwa watu wote mnaonisikiliza na mnaonitazama, ya kwamba tujue jamani kwamba kesho yetu anayejua ni Mungu. Kesho yetu anayeijua ni Mungu. Manake hata mimi kesho yangu sikuweza kujua kama leo ningeweza kushika wadhifa mkubwa kama huu wa kuangalia eneo pana namna hii. Na mimi nitoe wito kwa watu wengine wote kwamba usirizike au usikate tamaa kwa sababu ya hali uliyokuwa nayo leo. Kesho yako bado ipo na anayejua ni Mungu. Jambo la msingi, tushikamane, tumtafute Mungu. Tumtazame Mungu anayejua mwanzo wetu na mwisho wetu. Wote tumeletwa duniani kwa makusudi maalum. Kila mtu ana jambo lake la kufanya. Kuna watu wanaoweza wakaanza na mwanzo mbaya wakaishia na mwisho mwema, na wengine wanaweza kaanza na mwisho mwema wakaanza na mwanzo mbaya wakaishia na mwisho mwema, na wengine wakaanza mwanzo mwema wakaishia na mwisho mbaya. Kwa hiyo all in all, au zaidi ya yote, tuseme ya kwamba kesho yako usiikatie tamaa. Mungu ndio anayejua. Usimwache Mungu, mtumikie Mungu maadamu ungali hai. Amen.